Ninakukaribisha katika chaneli hii ya Malango ya Baraka TV Online. Ni kuombe tuwe wa kwanza kusubscribe ili wa kwanza kupokea taarifa. Leo hii tuko na mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa na maono na mipango mizuri kabisa ya kufunga ndoa yeye pamoja na mke wake, lakini ndipo alipoanza kukutana na changamoto nyingi na ngumu, lakini hakukata tamaa, aliendelea kung'ang'ana, na leo hii amesimama ndani ya kanisa la Malango ya Baraka Christian Center lililoko Chanika Kwangwale, likiongozwa kabisa na mtumishi wa Mungu Apostle Jackson Mwangekele pamoja na Pastor Rita. Anamshukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo amemtendea yeye pamoja na familia yake. Tukapanga kwamba ni siku fulani, na mimi nikaita wazazi kwamba siku fulani tunaenda kutoa mahali. Yaani kesho yake asubuhi naongea na baba yule mzee Peter, anasema tunajiandaa kuja hapa. Alikuja na yule mwanae mkubwa. Ilikuwa tarehe ngapi? Ilikuwa tarehe 12 mwezi wa. Ilikuwa tarehe 11 mwezi wa 4. Mwezi wa 4. Yaani kama saa 3 nimeamka nikamsalimia mke wangu, wakati huo alikuwa mtaji. Nimeamka nimeamka salama amani amani. Nikapigia mzee Peter. Kwa ulipiga simu? Asubuhi hiyo tarehe 11. Akaniambia amani amani. Haya sawa. Kaenda. Nikapigia mzee Peter, akasema tuko hapa, iko na dada yako, tutakuja wawili, tunatafuta usafiri. Nikasema Peter, usipande treni, pita njia ya mabasi. Sasa dakika kidogo mama ananipigia, babako amepigiwa anaenda kwenye treni. Nikamwambia sikupata kibali cha kupanda treni. Baba uko wapi? Niko hapo kwenye treni. Nikamwambia huko sikupata kibali. Sasa tumeshalipa. Nikamwambia natuma nauli zingine, pita kwenye gari. Yaani jinsi nilivyokuwa naomba sikupata mpite hiyo njia. Sasa nikaona ni kitu gani? Nikaingia kidogo, mimi hata nikiwa ofisini nikisikia sielewi, nafunga tu kamlango kangu pale. Naanza kuomba kidogo. Nikaomba. Akaniambia, wameniambia treni ya leo hamna. Kesho hamna. Anambia ratiba haibadiliki. Haibadiliki huko. Hata kama umelipa hela na kutumia zingine. Sawa. Wewe apande gari, hakikisha leo unafika. Pita ile njia ambayo Mungu amenihakikishia ina usalama. Wewe pita huko. Hela nimeshalipa. Yule mzee akitoa hela. Yaani ile hela alikuwa kama ni yake, inauma kama ni yeye alitoa. Naambia niache hiyo hela. Wewe ache hiyo. Wewe na kutumia nyingine. Basi akagombelezea akasema basi watatupa treni ya Morogoro ili tupunguze hela yetu tuliyotoa. Haya sawa. Tukapanda saa 5 basi tukaachana nao. Saa 5 nikatoka kidogo maana nyumbani na stendi. Pana mbali tunachukua barabara tunaenda. Sasa nimefika pale stendi kwenye service road hiyo saa 5. Yaani amenishusha tuko pembeni, yaani kwenye karibu na ukuta wa stendi kuna kiwanda pale. Afrikana pale. Pale huko kuna kiwanda cha dawa pale. Kule kwenye ukuta tumesimama, nataka nitoe ile hela ya kumlipa yule mtu wa bodaboda. Ndio nimefanya hivi, nataka nitoe. Yaani nilisikia tu mlio ghafla, kishindo kikubwa sana. Alafu nikapoteza fahamu. Sasa nakuja kama naota hivi, naona watu wamenizunguka. Kuangalia simu yangu iko kama pale unaipita tu. Sasa naona kuna mtu alikuwa amesimama hapa, huyo wa bodaboda mbele yangu. Alikuwa amenishusha. Sasa naona wanamfunika zile nguo. Wanamfunika nguo. Naona akili ndio inakuja. Wanamfunika. Namuona kabisa. Akili sasa ndio. Maana yeye alishia pale. Yeye alishia pale kwa sababu yeye ndio alikuwa kwenye target. Naona wanamfunika. Akili ndio sasa nikamwambia nisaidie simu yangu, na mtu akaniletea simu yangu. Nilikuwa na laptop PC, sasa nilitangulia nika nani nikapasuka huko nikaona inanichoma ya stima nini ya. Sasa nikachukua simu nikampigia mke wangu. Bwana, hapa rafiki yangu wamelikata mguu. Nini? Tarehe 11 kesho tunaenda kutoa mahali.
Wale baba na dada yangu wako safarini wanakuja. Wamenikata mguu bwana. Hebu ngoja nije hapa. Yaani nakuja kwanza kuinua kamguu kale kako hivi. Wale watu wananisaidia, mwingine anashika mguu wa mbele, mwingine mguu. Anakuja kunicheki, tukapeleka pale hospitali. Basi tukaenda pale, anasema sijui nini akutibie huyu mpaka twende government sijui wapi sifa. Nikamwambia daktari, nataka huu mguu ufanywe operation leo. Sijui una bima, sijui na nini. Nikamwambia wewe usiniulize habari ya bima, hata kesho nitalipa, kanifanyie operation leo. Basi yule jamaa ana hospitali nyingi anafanya, kanielekeza idadi pale Bunju. Akaenda akafanyia operation, akaweka zile antena. Sasa mzee saa 10 ananipigia. Nikampigia yule mjomba wangu, nikamwambia Peter, mpokee Peter mwenzako anakuja, sawa, na mama yako. Mimi nimepata dharura kidogo, mpokee nenda nyumbani, sawa. Nimepata dharura kidogo, tutakutana. Akaenda akampokea. Sasa mzee analalamika, anasema mimi nakuja alafu unatuma watu wanakuja kunipokea badala uje wewe. Yaani huyu unaniagiza mimi, yaani wewe. Kumbe mimi na antena niko hospitali nimelazwa pale. Analalamika. Anambia bana, babu analalamika, anambia huyo usipate na shida. Kesho atajua tu. Nikawapigia akasema sasa kesho tuonane. Nenda hospitali kumwangalia ndugu yangu mmoja yuko pale. Sawa. Tukutane kwanza hospitali alafu tuende jioni tukatoe mahali. Leo akaja pale baba yangu mdogo yule na nani, akafika pale ndio akakuta nimepewa kitanda. Anaona nina zile antena hivi. Ndio anashika kichwa sasa, anasema mbona hukuniambia mapema? Nikamwambia niliogopa kuvunja mioyo ya kwenu. Sikajua mtakuja tu. Mtakuja tu kuona hapa. Basi nimeelewa, kumbe ndio maana kuja kunipokea. Niambia sikuja kwa sababu hii hapa. Ndio. Sasa hapo alikuja mke wangu asubuhi hiyo siku, uniona ananiambia bwana, mimi naona tusitishe hili swala, tuache. Nikachomoa wallet, nikamwambia shika hii kadi kaleta hela za mahali, nikaenda kutoa leo. Mbona hiyo je? Shika hii kadi ATM kaleta hela za mahali. Ndio tena, lakini baba anataka alipe mahali. Sasa unaona na story bwana. Unachelewa wapi mwanangu? Sema hebu hata ngoja tu kidogo utetemeshe kidogo jamani. Tetemesha namna hii kidogo. 2026 mambo yatakuwa mazuri. Sema mambo yatakuwa mazuri. Sema mambo yatakuwa mazuri. Nikamwambia shika hela. Hata hoja yake sikuifanya. Hata ulipata moyo unasema nataka kuhoji siji nini, nikamwambia shika hii ATM katoe hizo hela. Namba. Kwa hiyo kwa nini nasema haya? Nasema haya kwa sababu shetani asije akajiinua kwa mtu mwingine afa akamkatisha tamaa. Ndio. Yaani una uhakika kabisa unachokifanya ni kusudi la Mungu, alafu shetani anakatisha. Ndio. Yaani nataka kama umejihakikishia, hata kama usijini unadilipa, wewe mambo yako yaendelee tu. Usikalishe tamaa, yaani kuna kitu wanakuwa nacho cha kuzuia usifike kwenye kusudi la Mungu. Yaani ukitaka kufanya mambo ya kishetani unaruhusiwa. Unapewa kibali kuna. Lakini ukitaka kufanya jambo ambalo linakupeleka kwenye hatima yako ile ambayo umepangiwa, anakatisha kwa njia hizo hapo. Kwa hiyo ikitokea hivi hapa huu shuhuda, nadhani unaweza ukakujenga vizuri kwamba hakuna kushindi. Na kurudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Ili mradi tu uwe na uhakika kwamba unachokifanya yeye mwenyewe amekuruhusu. Kwa hiyo nimekuja kumtukuza Mungu na kasadaka ketu ka shukrani hapa kidogo, maana hatuwezi kulipa. Hiyo gharama yake ni kubwa sana. Hatuwezi kumlipa hata kidogo. Ila hata maneno anasema anayemtukuza ndio anayemshukuru ndio anayemtukuza, na sisi tunakuja kumtukuza. Amen. Kwa hiyo
Nashukuru sana. Asanteni sana. Kama mama ana neno kidogo naye ataongea. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nami na sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha. Changamoto zilikuwa nyingi sana, shetani aliinua, lakini Mungu alitushindia. Amen. Pia nashukuru sana baba na mama kwa maombi yenu. Lazima pamoja nasi. Mungu awabariki sana. Amen. Pia kanisa zima kwa ujumla, Mungu awabariki sana. Kwa yeyote aliyehusika chochote ulichofanya, Mungu awabariki. Amen. Asante. Pia Yesu makofi ya kutosha. Mungu awabariki sana na Mungu awatunze. Endeleeni kumtumikia Mungu